mimi nabaki na mtume wangu, mimi nabaki na nabii wangu, mimi nabaki na baba yangu. Hao watu huwa wanafilisika. Mtu yeyote aliyekomaa kiroho anakula vitu vyote, alafu anachambua. Mawe anatema, mchele anatema, chui anapuliza, mchele anatema. Yaani mtu yeyote anayekula kila kitu kwa kupima. Si mnanielewa watu wa Mungu? Alafu kwa leo mama ndio ambaye anaweza kuchambua. Sasa unamwambia mimi hapana, mimi kuna nabii wangu na mtume wangu. Sitaki kutaka mtume wangu, huyo hapa Yesu wangu. Lakini kwa Yesu Bwana anataka na ubiri. Hata anahubiri yeye akaikuta, hata siku anahubiri mtoto wa darasa la 6 yuko pale madhabahuni. Unataka Mungu kusema na mimi kupitia yule mtoto. Na Mungu anasema naye. Kwa sababu gani? Mungu kusema na mtu anaweza akasema na mtu yeyote kwa kiwango chochote. Kama Mungu alitumia punda kusema na Balaamu, Mungu huyo anaweza kutumia binadamu yeyote. Ndio maana ukienda ibadani tegemea kukutana na Mungu na sio wanadamu. Sema amen kama umeelewa. Maana kuna mwingine akianza nani na ubiri fulani. Haya, na mwingine anasimama anaanza. Inawakeraga watu. Lakini sasa lazima leo niwafafanulie kwamba ni nini. Mimi naitwa fulani, natokea Morogoro. Mimi ni na magari 7. Nimejaliwa watoto 9. Mtoto wangu wa kwanza ni daktari. Mtoto wangu wa pili ni daktari. Yaani hapo yuko madhabahuni hapo. Alafu mtoto wangu mwingine kesho kutwa anamaliza chuo kikuu. Na mnaponiona hapa, si hapa, nimejenga ghorofa. Nina magari 7. Mimi sio maskini. Na zaidi ya hapo, nina mke mzuri sana kuliko wote hapa. Huyu mke wangu ndo amesababisha hapa nilipofika nimefika. Na mke mrembo hapa hakuna anayekutia hata mmoja. Ndio maana hata kwenye Biblia yangu ninaweka picha ya mke wangu. Huyu ndo anayenifanya nifike hapa nilipofika. Nampenda sana sweetie. Arabisha huko. Sasa unakuta Wakristo wengine wanaanza, huyu naye ni kujisifia mke wake. Ni nini? Unajua usishangae. Yesu aliwahi kusema mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Kama ndani ya moyo wake kuna madhabahu ya mke, ataeleza habari gani zaidi ya mke? Kama ndani ya moyo wake kuna madhabahu ya mali, ataeleza nini zaidi ya mali? Wewe subiri amalize mambo yake yote, alafu mwambie sawa, hayo ni ya kwako, sisi tunataka neno la Bwana. Wewe ukifika saa ya neno sikiliza. Hayo ya kwako mwachie yeye, maana madhabahuni pa Mungu kuna sheria. Huwa tumepewa sheria. Tukiwa madhabahuni haturuhusiwi kueleza habari zetu, haturuhusiwi kueleza mambo yetu, haturuhusiwi kueleza chochote. Tunaeleza habari za Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi, Mungu anayeokoa. Kwa hiyo kuna mtu anaanza kujieleza, ninamke mzuri. Alafu Wakristo wana matatizo. Watu wanaweza wakasema huyu naye kila siku anasifia mke wake, nataka tumuone. Huyu bwana anataka umgeni tumeweza kutoka hapa Dar au Nairobi au Tanga. Tunataka tumuone. Kwa hiyo kwa kisingizio kabisa kinauma kilini cha mama. Asma. Baba mtumishi, tumebarikiwa na neno. Tulikuwa tunaomba semina ya ndoa uje na mama. Sasa kama yeye hajajua kwamba kuna maneno alizungumza, kwa hiyo anategwa, utasikia msio na wasiwasi, bwana nitakuja na mama. Unaona kama tunakuwa vizuri kuliko wote hapa ni yupi? Siku akija kusema kiwango simama njoo. Kianza kusimama tu, wanaanza ndio huyu. Akitembea kama anaenda mbele anarudi sana kumbe ndio huyu. Hapo anakishana. Hapa vitu hapa. Ndio maana kwa madhabahu hatuelezi habari za watu. Tunaeleza habari za Bwana Yesu aliyekufa kwa kufufuka yuko hai.
acha ujinga wa kiroho hasa wewe. Yaani unaweza mtu anasimama anatangaza habari za mke au mume, au mtu anaeleza habari za mali za fahari kwenye madhabahu sio sehemu yake. Ukiona mtu anaeleza vile, ujue moyo wake umejaa hiyo madhabahu. Ndio maana hiyo vitu vyake mwachie yeye. Hata mtu anapopiga habari ya dini yake, anapiga habari za dhehebu lake, kwamba mkiamia kwangu mtafanikiwa, mtapanda juu. Hiyo inaitwa injili ya kidini. Mwachie dini yake aondoke nayo. Wewe pokea neno la Mungu na kujenga kwenye maisha yako. Kama umeelewa sema amen. Tuishie hapo, tusimame. Tutaendelea kesho. Muulize jirani yako, moyoni mwako umebeba nini? Amesemaje?